Hello, ni rafiki yako tena Andrea hapa na nakukaribisha katika hii edition. Hii bwana ni a special World Athletics Marathon edition ya Believe It or Not. So thank God it's Wednesday. Na nadhani unafahamu nilikuwa naelekea hapa. Tusingeweza kufanya episode nyingine yoyote bila kumwongelea ndugu yetu ambaye ametuletea heshima kama taifa, ndugu yetu Alphonse Alex Simbu ambaye ameshinda medali ya dhahabu katika mbio ndefu za kimataifa. Kwa mara ya kwanza taifa letu la Tanzania limepata ushindi huo. Na nikaona hii isitupite, tutumie jambo hili kujifunza pamoja na tutumie pia uzoefu wa wanariadha wa mbio ndefu za kimataifa katika kujifunza mambo ambayo tunaweza tukayapata na tukayarelate kwenye safari ya mafanikio. Nimekuandalia mambo 6 ambayo ni mafunzo kutoka kwenye wanariadha wa mbio ndefu za marathon. Mambo 6 ambayo ukijifunza kutoka kwa wanariadha wa marathon yatakusaidia sana katika safari yako ya mafanikio. Na labda ni kueleze kidogo jambo hili. Kwa wale ambao ni wafuatiliaji wa mpira wa miguu, yani soka ama football, wanafahamu kitu kinaitwa World Cup, mashindano ya kombe la dunia, lakini pia wanafahamu kitu kinaitwa Champions League. Champions League, watu wanaofuatilia mpira wa miguu wanafahamu sana hivyo vitu, hayo mashindano. Sasa kwenye hii michezo ya riadha, Olympic huwaga ndio kama World Cup, kama kombe la dunia la riadha. Na hii World Athletic Champions ambayo ndio mwenzetu Simbu ameshinda medali ya dhahabu na kuletea taifa letu sifa kubwa hiyo ndio kama Champions League ya riadha. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba hapa tunazungumza mtu ambaye ameshinda medali ya Champions League. Kwa ni jambo kubwa kweli kweli. Sasa mambo 6 ya msingi ambayo unaweza kujifunza kutoka kwa wanariadha wa mbio ndefu ambayo yanaweza kukusaidia pia kwenye safari yako ya mafanikio. Jambo la kwanza, tambua kwamba safari yako ya mafanikio ni marathon, pia ni mbio ndefu, sio mbio fupi za mita 100 kwa mfano. Ni mbio ndefu sana. Maana yake safari yako ya mafanikio itaanza kuanzia hapo ulipo sasa hivi ama pale ulipoanzia, itakuchukua miaka mingi sana. Mentor wangu mimi aliniambia kwamba safari ya mafanikio ili mtu mpaka afanikiwe humchukua mara nyingi miaka 20 hadi 30. Kwa hiyo maana yake ni kwamba inabidi uwe na maandalizi ya muda mrefu sana. Miaka 20 si mchezo. Tazama watu wote ambao wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa, mafanikio ya kibiashara, mafanikio ya kimaisha tu, mafanikio hata katika career mbalimbali, katika taaluma mbalimbali. Utakuta wale watu wameanza kufanya jambo hilo kwa zaidi ya miaka 20. Kama ni biashara, wengi wafanyabiashara wakubwa wamefanya biashara kwa zaidi ya miaka 20 mpaka 30. Wengi wanamfahamu Aliko Dangote, ameanza mwaka 78. Piga mahesabu mwaka 78 mpaka 2025 ni miaka mingapi? Ni miaka mingi kweli kweli. Kwa hiyo safari yako ya mafanikio it is a marathon my friend. Kwa hiyo utajifunza kwa kina Simbu hawa ya kwamba marathon sio mbio za kukimbia haraka haraka, ni mbio za kwenda taratibu. Kwa hiyo unapaswa ukae chini na kuandaa kitu tulichokiita kwenye episode yetu ya kwanza, blueprint, ramani yako ya mafanikio. Maana yake hii ni marathon. Pasipokuwa na ramani ya ujenzi wa mafanikio yako utaishia njiani. So hilo ni jambo la kwanza, ya kwamba safari yako ya mafanikio ni another marathon. Na nitakudokeza kidogo kwenye hizi mbio za World Athletic Championships ambazo mwenzetu Simbu ameshinda medali ya dhahabu. Walikuwa watu 89 walioanza hizo mbio, lakini unafahamu waliomaliza ni watu 66. Manake kuna watu zaidi ya 20 hawakumaliza hizo mbio. Wengi sana walioanza nao safari ya mafanikio my friend hawatafika mwisho. Inabidi ujenge long term stamina. Factors ziko nyingi, sababu ziko nyingi kwa nini watu hawamalizi mbio za marathon na kwa nini watu hawafiki mwisho kwenye safari ya mafanikio. Lakini nataka tu ujue hicho kichwani kwamba hii ni marathon na si wote utakaoanza nao mtamaliza pamoja. Focus on yourself. Jiangalie wewe and ujenge a long term stamina. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni consistency. Mwendelezo. Ni muhimu sana ukafahamu kwamba safari ya mafanikio haita kuhitaji wewe ufanye kazi kipindi fulani tu alafu kipindi fulani uache. Hapana. Itahitaji ufanye kazi kila siku. Malengo yako, ndoto zako, maono yako yanakuhitaji kila siku. Ndio maana vitu kama afya
ya akili, ya roho na mwili ni muhimu kweli kweli, kwa sababu safari yako hii ambayo ni marathon inakuhitaji uwe vizuri katika sekta zote. Kwa hiyo unahitaji kuwa na mwendelezo ama consistency ya kila siku. Ukimtazama mwenzetu Alphonce Alex Simbu, ni wachache wanaofahamu kwamba ameanza mbio muda mrefu kidogo. Sio zamani sana, lakini ni muda sasa toka ameanza hizo mbio. Maana yake alianza kukimbia mbio fupi za mita 1500 mpaka 5000 mwaka 2011 hapa Tanzania, na mwaka 2011 alishinda mbio za 5K, okay, za mita 5000 katika mashindano ya kitaifa hapa Tanzania. Okay? Lakini mwaka 2015 akaamua kuingia kwenye mbio za marathon kwa mara ya kwanza, ambapo alikwenda kushiriki huko Beijing, China, na mwaka 2016 akawa ameenda kwenye mashindano yaliyofanyika Rio de Janeiro, Brazil, na akawa ametoka kama mshindi wa 5. Okay? Mwaka 2017 kulikuwa na mashindano mengine London, ambapo alipata medali ya shaba ama bronze. Mwaka 2019 mashindano yaliyofanyika Doha huko Qatar alimaliza wa 16. Unaweza ukaona kuna kipindi alimaliza wa 5, kuna kipindi amepata medali ya bronze, shaba, lakini kuna kipindi amemaliza wa 16 mwaka 2019. Mwaka 2022 kwenye mashindano ya mbio ndefu za marathon ya Jumuiya ya Madola alipata medali ya fedha ama silver. Mwaka 2024 huko Valenciana alimaliza mtu wa 4 mwaka jana 2024. 2025 hii kabla ya Tokyo kulikuwa na mashindano mengine yaliyofanyika Boston, Marekani, ambapo alimaliza kama mshindi wa 2, na sasa ameibuka mshindi wa kwanza na medali ya dhahabu huko Tokyo. Vyote hivyo vinaonyesha ni mtu ambaye amekuwa consistent. Consistency yake au mwendelezo wake upo pia kwenye mazoezi. Simbu anafanya mazoezi every day. Kila siku iendayo kwa Mungu anafanya mazoezi. Asubuhi anafanya mazoezi na jioni. Kwa hiyo wewe pia kwenye safari yako ya mafanikio unapaswa ufahamu kwamba unatakiwa kufanyia kazi malengo yako na mipango yako na mikakati yako na maono yako every single day. Usipofanya hivyo, my friend, believe it or not, itakuwa ni ndoto kuyafikia mafanikio yako. Jambo la 3, coaching and mentorship. Wakati serikali inampongeza Simbu, ili kumbuka pia kuwapongeza makocha wake pamoja na watu wanaomjenga. Watanzania wengi hatuna kawaida ya kuwa na mtu ambaye anatucoach kwenye mambo ya mafanikio ama kwenye mambo ya kimaisha. Hatuna kawaida ya kuwa na washauri wa maana ambao wana uzoefu katika maisha na katika safari ya mafanikio wa kutujenga sisi ama mentors. Kuna wakati kuna mtu alinitafuta na ananiambia, naomba unishauri kwenye eneo langu la biashara, nataka kufanikiwa. Nikamuuliza swali moja tu kwa Kiingereza, who is your mentor? Akanambia sina mentor. Nikamwambia sasa kama hauna mentor utakwama, kwa sababu mimi ushauri nitakao kukupa ni wa sasa tu, wa hapa tulipo nitafuta. Unahitaji mtu ambaye ana uzoefu wa kukusaidia kukujenga kila wakati. A port of call, mtu ambaye unakuwa unamfuata kila baada ya muda na kumuuliza kwamba hapa nimekwama nifanyeje? Hapa ninajisikia kuacha nifanyeje? Kwa hiyo wengi hatuna hiyo kawaida, na kwenye safari yako ya mafanikio nimezungumza hata katika episode ya 2 ya hii series ya Believe It or Not ya kwamba mambo sio yajua kuhusu matajiri wakubwa ni pamoja na kwamba wana mentors kwenye safari yao ya mafanikio. So my friend, have a coach, have your mentor and you'll do well kwenye hii safari yako ya mafanikio. Jambo la 4, inabidi uijue game yako vizuri. Okay? Safari yako ya mafanikio, kama ni katika masomo, kama ni katika biashara, kama ni katika maisha tu kiujumla, you have to know your game well. Katika hawa watu wanaokimbia mbio za marathon, kuna mambo mengi sana ya kuyafahamu. Unajua kuna mpaka aina ya viatu vya kuvaa kwa mtu ambaye anakimbia mbio labda za kilomita 5. Kuna viatu special vya kuvaa kama mtu unakimbia mbio za kilomita 10. Kuna viatu special vya kuvaa kama unakimbia marathon ambayo ni kilomita 42 na kitu. Okay? Lakini pia kuna viatu ambavyo vinakupatia stability, yani unakuwa uko stable barabarani wakati wa kukimbia. Kuna viatu ambavyo vinakupa stamina, nguvu. Kuna viatu ambavyo vinakupa comfort, unakuwa comfortable, okay? Na kuna viatu ambavyo vinakupa vyote, vinakupa stamina, stability na comfort, okay? Kwa hiyo si kwamba unachukua tu viatu vyote ambavyo umevizoea unakimbia marathon. Hapana, inabidi ujue vizuri. Lakini wachache sana wanafahamu kwamba marathon kuna msemo actually ya kwamba sio msemo rasmi sana, lakini wanasema marathon kilomita 30 za kwanza ndio utakazozikimbia kwa kutumia miguu. Kilomita 30 za kwanza ndio utakazozikimbia kwa kutumia miguu. Kilomita zingine 10 zinazofuata, maana marathon ni kilomita 42 na mita kama 190 kitu. Kwa kilomita
30 za kwanza ndio unazozikimbia kwa kutumia miguu. Kilomita 10 zinazofuata kutimiza 40 unazikimbia kwa kutumia kichwa, your head, your mind. Hapo kichwa ndio kinachokimbiza mwili, sio miguu tena. Miguu inakuwa ishachoka. Lakini kilomita 2 zilizobakia ili zifike 42, hizo tena kichwa hakifanyi kazi, miguu haifanyi kazi, ni moyo, your heart. Hapa ndani umeweka nini? Ndio unakuta hapa ndani mtu ameweka taifa lake, ameweka utaifa wake, ameweka kuvunja rekodi, ameweka kitu fulani kikubwa zaidi ya zile sifa tu za yeye mwenyewe, ambazo hizo zinaishia kwenye miguu na kwenye kichwa. Hapa mtu amebeba taifa lake zima. Kwa hiyo mtu anaona hapa nimebeba generation, vizazi vinavyofuata vinatakiwa vione mfano. Ndio anakimbia kwa kutumia moyo hapo. Kilomita zile 2 zilizobaki. Alafu zile meters chache zilizobakia kukamilisha marathon, wanasema huo msemo ni kwamba unakimbia kwa kutumia machozi hata kama uyaoni yakitoka. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba inabidi uwe une segment marathon. Usikimbie tu kwa kutumia miguu, hutamaliza. Kama nilivyosema, walioanza mbio pamoja na Simbu walikuwa ni watu 89, lakini waliomaliza walikuwa ni watu 66 tu. Wengine wote hawakumaliza hizo mbio. Okay? Kwa hiyo inabidi ujue hiyo game yako vizuri. Pale Instagram nilitoa mfano nikasema mimi wakati ninakwenda kukimbia half marathon ambayo ilikuwa imeandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na takriban miezi iliyopita, nilichukua tu viatu vipya siku 3 kabla ya hilo tukio la half marathon. Na kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimezoea kukimbia tu, kukimbia natoka Bahari Beach nyumbani naenda labda mpaka Kunduchi na kurudi asubuhi, kimbia natoka Bahari Beach naenda Ununio naenda Mbweni na kurudi. Na kipindi nakimbia hivyo asubuhi nilikuwa navaa labda hizi headphones ama earphones, nasikiliza kina Jim Rohn, kina Eric Thomas, kina Les Brown, nasikiliza mambo ya maana ya maisha. Kwa hiyo kwangu haikuwa mazoezi sana kivile au mashindano, kama maandalizi ya mashindano, ilikuwa ni kama sehemu tu ya maisha, kuweka kichwa sawa, kuweka mwili sawa basi. Alafu mazoezi ya aina hiyo na maandalizi ya aina hiyo ndio nikaenda kukimbia nayo half marathon ambayo ilikuwa imeandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kilichonikuta pale Instagram nimesema mpaka kuna ukucha ulitoka. Kwa sababu sikuwa nimewahi kukimbia kilomita 21 kwa mara moja. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Hata viatu vile ambavyo nilikuwa nimevinunua siku 3 kabla, sikuwa nimevifanyia mazoezi. Kumbe natakiwa viatu vivyo vimeshaanza kukubaliana na miguu yako, vimeshazoeana. Okay? Sio viatu vipya kabisa. Kwa hiyo haya yote ni mambo ya mimi kutojua game ya marathon. Hii ina significance gani kwenye safari ya mafanikio? Mara nyingi sana watu wengi tunatafuta mafanikio kwenye vitu ambavyo hatujavielewa vizuri. Kama ni biashara, mtu haijui vizuri. Anaambiwa tu labda kilimo kinalipa, anakwenda kuwekeza fedha. Anaambiwa labda kitu fulani kinalipa, anakwenda kuwekeza fedha. Know your game very well, my friend. Usipojua game yako hautajua kipindi kipi ukipata faida hautaki kuitumia. Kipindi kipi ukipata faida hautaki kuwagawia ndugu hata kama wana shida kiasi gani. Kuna mtu anaumwa kabisa na unajua anaumwa na hela unayo, lakini humpi kwa sababu hii faida inabidi kuirecycle kwenye biashara. You know your game very well kwamba hapa hii hela nikichezesha tu kidogo ikaenda kwenye mambo ya nyumbani na mambo yanayotokana na hisia zangu, biashara inazama, biashara inakufa. Na biashara ikizama maana yake hata hao niliowaajiri kama nimewaajiri na wao wanazama pamoja na mimi. So know your game very well. Jambo la 5, a little extra. Natumia lugha ya Kiingereza hapo, a little extra. Wakati namaliza kidato cha 6, mlezi wangu ambaye nilikuwa nakaa kwake, yeye na mke wake walinitumia kadi ya kuniwish mtihani mwema. Na hiyo kadi ilikuwa na maneno machache lakini ya muhimu sana. Kwa Kiingereza alikuwa anasema it takes a little extra courage, a little extra effort, a little extra push, a little extra faith to make a dream come true. Kwa maana nyingine ni kwamba inakuhitaji tu hapa mwisho. Kipindi hicho sasa ninaenda kwenye mitihani ya kidato cha 6. Walikuwa wananiambia kwa lugha nyingine nyepesi kwamba hapa mwisho unachokihitaji sasa, umeshakimbia marathon sasa, umefika mwisho, unachokihitaji ni kupush kidogo tu, usichoke hapa mwisho. Endelea kupush, endelea kuamini kidogo, endelea kuwa na ujasiri kidogo, endelea kupambana kidogo tu, ongeza bidii kidogo tu, ndoto yako itatimia. Sijawahi kusahau hiyo kadi mpaka leo. Ni miaka mingi sana imepita. So hata katika safari yako ya mafanikio pia, na nitarelate na tukio la mwenzetu Simbu, utatazama kwamba mita 10 zilizokuwa zimebaki kufika mwisho wa mashindano ndipo Simbu alipoonyesha hiyo little. My friend, hata kwenye safari yako ya mafanikio utahitaji kuweka hiyo little extra. Kila wakati unapokuwa na jambo kubwa unalifanya, lazima mwisho unakuwa umechoka. So usisahau kuweka hiyo a little extra. Ukiweka hiyo little extra, believe it or not, utaweza kufanya mambo makubwa na utaweza kutimiza malengo yako na kutimiza ndoto zako na kutimiza vision yako.
Hilo lilikuwa ni jambo la 5. Jambo la 6 nimelipa title au subtitle never look back. Never look back. My friend, ukitazama katika hiyo clip ambayo ilitolewa official ya wakati wanamaliza mbio, utaona kwamba yule aliyokuwa namba 1 kuna kipindi alipoona Simbu amemkaribia alianza kugeuka na kumwangalia. Sasa kisaikolojia ni kwamba unapogeuka hujui kwamba unajichelewesha. Wanasema it slows your pace. Inakuslow down, inakupunguza kasi. Wewe unaona una kasi, lakini kisaikolojia kitendo cha kugeuka nyuma inakupunguza kasi. Na inaweza kumuongezea mwenzako ujasiri ya kwamba kama huyu amegeuka nyuma maana yake hajiamini. Kwa hiyo kwenye safari yako ya mafanikio, fanya ufanyavyo, usigeuke nyuma. Umekwishaanza safari yako, never ever look back. Wewe songa mbele tu. Keep going. Endelea mbele, endelea kuamini, endelea kupambana, endelea kutafuta maarifa, endelea kufanyia kazi malengo yako, never ever look back. My friend, hii pia ilitokea kwenye mashindano ya kuogelea katika Olympics za mwaka 2016 zilizofanyika Rio de Janeiro huko Brazil, ambapo Chad Lecross ambaye ni South Africa alikuwa katika zile mbio akishindana na Marekani Michael Phelps. Na Chad Lecross yeye alianza kugeuka na kumwangalia Michael Phelps mpaka ikatokea ile quote inayosema winners focus on winning, losers focus on winners. Hiyo ilimsababisha kupungua kasi na matokeo yake kwenye hizo hayo mashindano ya kuogelea ambayo yalikuwa ni ya mita 200 butterfly anaitwa. Alimaliza namba 4. Hakuwa hata namba 2. Chad Lecross wa South Africa alimaliza namba 4 na Michael Phelps ambaye alikuwa focused kwenye gold medal tu. Alikuwa focused kwenye nchi yake. Alikuwa focused kwenye kuvunja rekodi yake mwenyewe. Alimaliza namba 1. So my friend, kwenye safari yako ya mafanikio, mambo haya ambayo nimezungumza ni muhimu sana ukayazingatia. Na kufika hapa nikutakie kila laheri kutoka katika hii special World Athletic Champions Marathon edition ya Believe It or Not. See you in the next one. Bye bye.